Zuena alikuwa akipika ugali jikoni kwa tabasamu la upendo huku akimsubiri mume wake Musa arudi. Zuena aliamini katika ndoa yake na aliheshimu ndoa ambayo ameishi miaka mingi na mume wake kwa upendo na uaminifu na bila vikwazo vyovyote. Walipendana kwa kweli, walipendana mno. Ghafla akiwa katika ile wimbi la mawazo la kumwaza Musa kwa upendo, alihisi mlango ukigongwa. Alitoka nje. Ilikuwa ni mida ya saa 2 usiku. Alihisi mlango umepigwa kwa kishindo huku akijuza ni nani. Alipotoka akutana na mume wake Musa akiwa amemshika mwanamke mwingine mkono. Musa alikuwa amemshika binti mdogo, mrembo kweli na aliyevaa kijanja, aliyevaa kisasa, wenyewe wanasema gitari. Ilisikika sauti ya Musa ikikoroma kwa ikitoa amri. Zuena, toka jikoni mara moja uje kumpokea mgeni. Huyo mgeni anaitwa Sofia. Huyu ni mke mwenzio kuanzia leo. Zuena alitoka jikoni na kukutana na mumewe amemshika mtoto mkali mkono. Macho alimtoka kwa mshtuko huko na kujisemea, dunia simama, nacho kiona mbele yangu siamini. Mwiko ulimdondoka Zuena mkononi ghafla bila yeye kujitambua na kujiambia, mapenzi na uaminifu wote nilivyomuonyesha Musa leo yeye ananipa haya. Uwezi amini, vyote vinasambaa ndani ya sekunde hii kwa kutokuonyesha uaminifu. Musa, kweli wewe kunilipia haya? Sofia kwa dharau akavua miwani yake na kumwangalia Zuena juu mpaka chini. Kisha akacheka kwa dharau na kejeli. Ikasikika sauti ya mrembo Sofia ikisema kwa dharau na kejeli zikiwemo ndani yake, Bi mkubwa, shikamoo. Sorry. Shemeji zangu aliniambia wewe ni mtu mzima kweli, lakini sikujua kama umestaafu na macho ya ujana kabisa. Na kuangalia na kuona kibibi huendani na Musa. Kicheko alikitoa Sofia. Akamwambia, Bi mkubwa, nionyeshe chumba changu. Kipo wapi? Nataka nikapumzike. Musa aliangalia chini kwa aibu. Baadaye akajikaza kiume ili asionekane muoga mbele ya mke wake mpya. Yaani hata mjali Zuena alikotoka na mjali mke mpya. Da, wanaume hawa. Na kumwambia Zuena, hatuhitaji maswali wala kelele kuhusu swala lililotokea. Na wala hatutaka maneno yoyote kuhusu swala lililotokea. Na kusema kwa kibabe, mimi ndo mwanaume humu ndani na nyumba hii ni yangu. Nenda kamwandalie Sofia chumba cha kulala kwanza, ndo mambo mengine yaendelee. Zuena aligeuka na kurudi jikoni huku akirushia kangake kwa juu, machozi yakimtoka kimya bila sauti, huku akijiongelea mwenyewe na kusononeka moyoni akisema, nilikataa wanaume wengi wenye pesa kwa ajili ya Musa. Leo hii Musa ndo analipia haya zalawizi. Basi bwana. Zuena akaandaa msosi, wakakaa meza moja wote watatu wakiwa wanakula. Pale wanakula, Sofia akaanza kujisevia chakula huku akimwangalia Musa kwa jicho la mahaba. Huku Zuena akiwa amekaa upande wa pili kama mtazamaji akiwa anajinamia. Utazani sio mume wake, ila mimi bwana nakuwa kwa kweli. Kwa upande wa Zuena, chakula cha usiku kiligeuka kuwa kama sumu. Kila tonge, kila kijiko ambacho mkeka mdomoni alikiona kama kidonda ndani ya moyo wake na kujisononekea. Baada ya kula, Sofia alisimama na kumwambia Musa kwa sauti ya juu, mume wangu,
Nimechoka sana. Nimechoka mno. Twende wote chumbani ukanifanyie masaji kidogo, maana nimemisi sana vitu vyetu. Fanya hivyo baby. Upande wa Zuena